Mwaka huu tutatembea na mambo yafuatayo. Mwaka huu kama kanisa na sisi tunaanza na mambo yafuatayo. Kwanza kabisa tutaanza na mambo 7. Tutaanza na mambo mangapi? 7. Kwa nini? Kanisa ni kiumbe, lakini pia kanisa ni taasisi. Munanisikia? Somo letu kumpa Mungu utukufu. Andiko letu kuu Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1. Unasemaje? Kabla ya mambo yote nataka mambo 5. 1, maombi. 2, dua. 3, sala. 4, shukrani. 5, maombezi. Hizi ni aina za maombi. Aina 5. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Kama tunaenda sawa, punga mkono wako hewani kama unanielewa, na Mungu akubariki. Sasa kwa kuwa sisi ni kanisa na Mungu anataka kabla ya mambo yote, anataka na sisi tuweke maono yetu, tuweke mambo ya kuombea, na sisi tutakuwa na mambo ya kuombea 7 kama kanisa. Kivipi? Kanisa ni kiumbe chenye uhai, lakini pia kanisa ni taasisi. Ukiumbe wake una mambo gani na utaasisi wake una mambo gani? Nikutajie 7 kwa haraka sana bila kusoma maandiko. Hilo andiko moja linakutosha, takuongeza na mengine kibidi. Tuanze na kanisa kama taasisi. Tutakuwa na mambo yafuatayo. La kwanza kabisa, andika, tutakuwa na organization structure, muundo wa kanisa. Muundo ndo kitu cha kwanza. Kama kanisa lazima tuwe na muundo. Tuwe na nini? Muundo. Hebu sema muundo. Kwa lugha nyepesi, tuwe na uongozi. Nani awe nani, ndicho kitu cha kwanza. Kama kanisa tunaanza na nini? Organization, ngazi za uongozi, ndicho kitu kinachoanza. Liwe kanisa la kitaifa, linapoanza lazima lianze na uongozi. Iwe kanda, lazima ianze na uongozi. Liwe jimbo, uongozi ndio unaoanza. Iwe kanisa la mahali pamoja, uongozi ndio unaoanza. Liwe kanisa la nyumbani au la mtaa, uongozi ndio unaoanza. Kwa hiyo mwaka huu tutaomba na kuombea sana uongozi. 2, vision, mwelekeo pa kwenda, maono. Namba 2, lazima tuwe na nini? Maono. Nini? Maono. Lazima tuwe na vision. 3, makusudi ya sisi kuwepo, mission. Naomba uandike vizuri sana mwanangu Benji. Kwa nini tupo hapa? Kwa nini uko hapa? Uko hapa kwa nini? Lazima tuwe na nini? Makusudi. Haya ndiyo mambo tutakayoombea mwaka huu. Nakupa mambo ya kwenda kuombea. Na hii ni nini? Utaasisi wa kanisa. Kanisa ni kiumbe chenye uhai, lakini 2, kanisa ni taasisi. Huu ndio utaasisi. Baada ya makusudi ambayo ni mission, kwa nini tupo, tunaenda jambo lingine, mipango aina 3, 3 plannings. Lazima tuwe na mipango aina ngapi? 3. Unaandika, andikeni vizuri. Mipango aina 3. Mpango wa kwanza unaitwa mpango mkakati, mpango wa muda mrefu. 2, mpango shughuli, mpango shughuli. 3, mpango kazi. Kwa wale ambao mnatumia Kiingereza, mpango kazi na nini? Mpango mkakati, kwa jina la kitaalamu tunaita strategic plan. Mpango shughuli tunaita operation of planning.
Mpango shughuli. Mpango kazi ni ule unaoanzia miaka mingapi? 5 mpaka 10 kuendelea. Mpango shughuli miaka 2 mpaka 5. Hii tunaita operation planning. Mpango kazi mwaka 1 mpaka 2. Action planning. Action planning. Amen. Hiyo ni namba ngapi? Mambo ya kuombea. Kabla ya mambo yote nataka nini? Nataka dua na sala. Hii ndio sala yetu. Haya ndio mambo yetu, mahitaji yetu ya kuombea. Mungu anataka tuwe na sala. Ndio sala yetu hii. Namba ngapi hiyo? Namba 4 yenye vipengele vingapi? 3. Twende namba 5. Yapo mengi lakini nitakutajia machache. Namba 5, goals. Malengo. Na haya malengo yanaongozwa na nini? Smartness. Smart. Unaona niko smart, si ndio? Hilo neno smart lina maana kwenye malengo. Lazima tuende na goals. Malengo. Tuwe na nini? Malengo. Na ili tufikie malengo tunahitaji nini? Smart. Tunahitaji kitu gani? Herufi 5. 1 specific. Hiyo S ni specific, maana yake mahususi. Kwenye topic ya form 4 tumesoma English. Listening for specific information. Topic ya form 4 English. Sasa neno specific hilo ndilo tunayoenda nalo kwenye malengo. Lazima tuwe na mambo mahususi. Measurable, lazima tuwe nayo, inayopima. Haya malengo lazima yapimike. Measurable. Wengine meacha kuandika, na watajia sara yetu tutakayoenda nayo. Amen. Tumemaliza. Lazima tuwe na attainable. Tuyaweke katika usawa mzuri unaoeleweka. Lakini pia lazima tuwe realistic. Yawe halisi. Tuwe realistic. Yawe halisi. Yawe halisi. Yawe halisi. Yawe halisi. Na baada ya kuwa halisi, time bound, yatimie kwa wakati maalumu na sio wakati wowote. Haya mambo tutakayoenda nayo lazima yatimie kwa wakati maalumu. Time bound lazima tuwe nayo. Hayo ndiyo mambo yanayohitajika kwenye malengo. Ukiwa na malengo hauna smart, basi haiwezi kuendelea. Lakini pia tutakuwa na kalenda ya kanisa. Kalenda ya kanisa. Mnaijua kalenda ya kanisa hili? Jumatano tuna nini hapa kanisani? Kalenda inasema Jumatano tuna nini? Saa ngapi huwa mnakuja? Lazima tuwe na kalenda. Na hii kalenda lazima ifuatwe. Asiyeifuata atupishe. Lazima tuwe na kalenda, mwongozo wa utendaji. Hii tunaita kitaaluma operation manual. Operation manual. Lazima tuwe na menu yetu tunayo operate. Menu yetu. Haya ni mambo ya kuombea watoto wangu. Tuseme amen nzuri sana. Yeremia 31:1-7. Utaasisi wa kanisa tumekomea hapo, mambo ya kuombea. Tutakuwa na kalenda. Kalenda, nini kinafanyika lini? Jumatatu kuna nini? Jumanne kuna nini? Jumatano kuna nini? Alhamisi kuna nini? Jumapili kuna nini? Lazima tuwe na kalenda.
Kanisa kama taasisi, huo ndio utaasisi. Na hayo mambo yakiwepo, hayo niliyotaja, hilo ndilo kanisa lililo hai. Yakiondoka hayo, kanisa hilo limekufa, liko mochwari. Yeremia 31:1-7. Ukiumbe wa kanisa. Andika ukiumbe wa kanisa. Kanisa ni kiumbe kilicho hai. Ukiumbe wa kanisa. Tuone kanisa likiwa hai linatakiwa liwe na mambo gani? Haya pia ni mambo utakayokuwa nayo. Ndio namalizia hivyo. Yaani ndivyo ninavyomaliza hivyo. Ukiumbe wa kanisa. Cha kwanza kabisa kinachoanza ili kanisa liwe hai ni uongozi imara. Uongozi imara. Lazima tuwe na strong leadership. Tuwe na viongozi ambao ni imara. Matendo 20:28. Pili, watu wake wote wawe wameokoka. Matendo 1:4-5. Wanaambiwa waingoje ahadi, watu waliookoka. Ni lazima watu wake wote wawe wamefanyeje? Wameokoka. Pili, hiyo ni pili. Tatu, wawe wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Matendo 8:16-21. Wawe wanaongozwa na Roho wa Mungu. 4, wawe ni watu wanaoomba. Wapishane kwenye maombi. Wapishane kwenye maombi. Wapishane kwenye maombi. Wapishane kwenye maombi. Huo ndio uhai wa kanisa, ukiumbe wa kanisa. Kama kiumbe hai, lazima tuwe ni praying church. Church praying. Matendo 4:23-29. Tano, huu kiumbe wa kanisa lazima ibada zote kila mmoja hudhurie bila kuacha hata ibada moja. Hilo ndilo kanisa lililo ambalo ni kiumbe hai. Ukiumbe wa kanisa ndo huo, ni kanisa la ibada zote. Ni kanisa la ibada zote. Kumbuka tulikotoka. Ukishajua kalenda ya kanisa kama taasisi, alafu ukaja kwenye ukiumbe, huu ndio ukiumbe wa kanisa. Lazima tuwe watu wa ibada zote bila kuacha. Matendo 2:42 na Matendo 3:1-6. Sita, ukiumbe wa kanisa ni kanisa linalokuwa kila siku. Linakuwa kila siku. Linakuwa kila siku. Linakuwaje? Linakuwa kila siku. Na ukuaji huu ni wa idadi moja. Pili, kiuthamani. Tatu, kijiografia. 4, kirasilimali. 5, kiroho. Ukuaji wa kanisa unategemea hayo maeneo: 1, kiidadi; 2, kiuthamani; 3, kijiografia, maana yake lijieneze. Lakini pia baada ya kijiografia ni nini? Kirasilimali, kiuchumi. Tusiwe hivi hivi miaka yote.
lazima tukue. Kama kiumbe kilicho hai, lazima kiumbe kinakuwa. Jamani, tuseme amen nzuri sana. Lakini pia kama kanisa ambalo ni kiumbe kinachokuwa, lazima kiwe na fundisho la kweli, sound doctrine. Lazima tuwe na sound doctrine, fundisho la kweli. Imani za maji tutaziweka pembeni, imani za mafuta tutaziweka pembeni. Kila kitu ambacho kiko kinyume na neno la Mungu tutakiweka pembeni. Kama kanisa lazima tuwe na fundisho la nini? La kweli. Matendo 2:42, Matendo 11:26.